Kama ulishawahi kupangishwa nyumba au chumba na dalali alafu chumba kiwe tayari kimelipiwa na mtu mwingine, basi utalielewa hili picha. Mwanadada Angela anafika nyumbani kwake, anakuta kuna mwamba anaishi na binti yake mdogo katika mjengo aliolipia. Kila mmoja anabaki na mshangao mwenzake. Huyu mwamba anaitwa Kojo. Hali ya kuwa na uvumilivu inaanza kupungua kwa sababu mwanadada alipofika tu alimtolea mbovu na kutaka mwamba kusanya vilago vyake achomoke ndani ya mjengo wake. Kadri muda ambavyo unazidi kwenda, hali ya utulivu inakosekana kwa kila mmoja. Binti anaamua kumsanua mzee wake avute waya kwa dalali ili aje solve tatizo. Dalali anaamua kutumia uzoefu wake wa miaka 7 kwa kuifanya hiyo kazi kwa kutuliza vagi ambalo limeshakuwa noma kwa sababu wote wawili hawaelewani na kila mmoja anataka mwenzake achomoke ndani ya mjengo. Anamvuta pembeni na kumchana mwana kwamba akubali tu aishi na mwanadada kwa sababu nyumba ni kubwa na dada pia ni mzuri, so atumie fursa tu kuishi naye afu mambo mengine yaweze kuendelea. Kitu ambacho Kojo akaona ni kama dalali anamvuruga hivi. Situation ikawa nzito sana na kila mmoja anakataa kutoka mjengoni. At the end of the day wakaamua kuishi pamoja, wakishia sebule moja. Huyu binti mdogo ambaye Kojo alimpata na mwanadada mwingine ambaye waliachana kwa sababu ya mwanadada alikuwa na pigo za kidada poa, yani mitungi, sigara za kutosha, na mwana alikuwa hana maisha kabisa. Biashara yake usafiri wa mtandao imeyumba kwa sababu gari aliyokuwa anatumia inamuingiza katika gharama kubwa sana katika kulitengeneza. Mwana alitaka aliuze gari lake na akope pesa nyingine aongezea anunue gari nyingine. Huyu mwanamke alikuwa anampenda sana mwamba, akaamua kumkopesha pesa za kaka yake ili baadaye amlipe kidogo kidogo. Sasa kilichotokea, mwanadada alianza kuichukia kazi ya mwamba kwa sababu ya mwamba kuwa anachelewa sana kurudi, akidai biashara yake ndio inapamba moto usiku zaidi. Mwanamke akaona mwamba anampiga uongo. Wakati huo kuna taarifa alishaletewa kwamba mwamba ameonekana na mdada kwenye ndinga yake. Kumbe mwanadada alionekana naye ni mteja tu na sio kama ni mwanadada ambaye alikuwa naye kimahusiano. Mwisho wa siku timbwili na kuwa noma ikawa ni kubwa kwa sababu mwanadada akaamua kuwa mlevi kupitiliza na wakaamua kuachana kwa namna hiyo. Tusiende mbali sana, let's get back to dalali kwa sababu ndipo ambapo story imebezi zaidi. Dalali bwana, kama ulishawahi kuishi nyumba ya kushare utaelewa hawa wawili walikuwa wanagombana kila siku, hawaelewani, salamu hakuna. Sasa kuna siku moja mwamba mtoto wake alipata attack kutokana na ugonjwa ambao ulikuwa unamsumbua toka akiwa mdogo sana, ambapo mwanadada aliposikia tu sauti akaamua kutoa msaada wa chap na mtoto karejea katika hali yake ya kawaida. Asubuhi inafika, jamaa akaamua kumshukuru mwanadada kwa msaada aliotoa kwa binti yake. Dada anaamua kumchana mwamba kwamba alifanya kwa sababu ya mtoto na sio kwamba alifanya kwa sababu yake, na kumchana kwamba mwamba anatakiwa aondoke ndani ya mjengo ambao yeye tayari alishaulipia kabla yake. Wawili hao wanaendelea kuishi lakini kila mmoja anataka mwenzake atoke ndani ya mjengo. Sasa dalali anaamua kutaka kuliweka sawa, kurejeshea pesa, yani kila mmoja ale nusu ya mkwanja aliolipia ili waendelee kuishi pamoja. Lilikuwa ni jambo gumu sana kwa kila mmoja. Kojo kama kawa akiwa katika majukumu yake ya usafiri wa mtandao, Angela na rafiki yake wakawa wamerequest pale mzigo ufike mapema wapeleke mahali bwana wakaenjoy. Sasa usafiri unafika, anashangaa kumuona dereva ni bwana Kojo bwana, mixa kumdhihaki pale, lakini wakaamua kupanda ndinga. Jamaa akawavuta mpaka eneo la tukio, alafu hakutaka walipie wala nini, akaamua kuvuta ndinga akacheza. Huyu rafiki yake Angela alishamtamani sana mwamba. Baada ya kufika tu home kwa rafiki yake akaanza kuleta mapozi yasiyoeleweka. Kesho yake mwanadada Angela hakuona haja ya wao kupanda bure, akaamua kumpa pesa ya usafiri ambao bwana Kojo aliwapeleka mahali fulani hivyo kaenjoy. Sasa wawili hawa ni kama wanapendana hivi, ila kufunguka imekuwa ni tabu. Sasa Angela akawa anaishi na binti yake mwamba kwa upendo sana mpaka kwa marafiki kumjali na kumletea zawadi kila mara. Bwana dalali naye amepangisha nyumba lakini kila siku ana visit eneo la tukio kama ni mwenye nyumba vile. Kumbe alishazimika bwana na mwanadada Angela. Lakini ilikuwa sio swala gumu sana kwa Angela kumtolea nje, yani hakumtaka kabisa, yani hana hisia naye. Sasa ni jambo ambalo lilimkatisha tamaa sana bwana dalali kwa sababu aliamini kwamba jambo hili limeharibiwa na bwana Kojo kwa sababu Kojo ndio anaishi naye na ameshamsimulia mara kadhaa kwamba mwanadada anaishi vizuri sana na binti yake. In another coincidence, mwanadada Angela anakutwa na mgeni ndani na bwana Kojo ana mind kinoma kuwaona wale hao wamekaa sebuleni kwa sababu anaamini kwamba ni kama wanamfundisha mtoto tabia mbaya hivi kwa sababu mwanadada amekuwa akileta wageni ambao kidogo sio ambao wana maadili na vitu kama hivyo. So akamind kinoma pale, lakini kumaindi kwake kunaonesha kwamba kama kuna kaupendo fulani anako juu ya mwanadada Angela. So Kojo akamtaka mwanadada Angela ampeleke mgeni wake chumbani ili wakazungumze mambo yao chumbani na sio sebuleni. Lakini mshikaji akaona kama bwana Kojo hivi anampenda sana mwanadada. Sasa kwa namna ambavyo alionyesha ile reaction yao baada ya kuwakuta pale, mshikaji akahisi kitu kwamba wena jamaa anampenda sana mwanadada lakini amekuwa mgumu sana kuelezea hisia zake juu yake. Caring ya mwanadada Angela kwa binti wa Kojo imekuwa ni moja kati ya caring kubwa sana na wamekuwa ni marafiki sana. Amekuwa akimjali kwa namna moja, yani kama mtoto wake. Sasa usiku moja
kwamba mwanadada Angela alikuwa hajisikii vizuri, homa fulani imempanda. Sasa binti akaamua kumuita mshua wake, kumwamsha kaze kumwangalia ili kuweza kumtekea na kumpa dawa pengine aweze kurejea katika hali yake ya kawaida. Mshua kama aligoma hivi, lakini mwisho wa siku akakubali kwenda kumcheki mwanadada Angela na akamkuta hali yake sio nzuri, na akaamua kwenda kununua dawa na kumletea kwa ajili ya kuweza kurudisha hali yake kawaida. Mwisho wa siku mwamba akaamua kulala pale pale kwenye kiti chumbani kwa mwanadada Angela mpaka asubuhi, jambo ambalo linaonyesha kwamba kuna upendo baina yao watu wawili. Coincidence nyingine ambayo inaonyesha kwamba wawili hawa ni kama walikuwa wanapendana. Akiwa zake jikoni, bwana Kojo anaandaa zake mavaga na vitu kama hivyo, mwanadada Angela naye anakuja kuchukua kitu jikoni. Mara ghafla bwana Kojo akamvuta mwanadada Angela na pale wakaanza kupiga mabosu na nini. Mwisho siku ikawa ni moja kati ya situation ambayo inaelezea namna gani ambavyo watu wawili hao walikuwa wanapendana. Kila mmoja katika situation hiyo akawa na inamfanya aiwaze, asilale, afikirie kila ambacho kilitokea. Mwisho siku wawili hao bana wanakutana pamoja, wanakuwa deep in love kwenye dimbu fulani zito la mapenzi mazee. So movie inakuwa imeisha kwa namna hiyo, na ni moja kati ya movie kali kinoma. Ni story ambazo zinatokea sana kwenye maisha yetu ya kawaida, so unaweza kuitazama full movie kwa kulink kwenye description hapo, kaitazama full movie. Ni moja kati ya movie kali kinoma. Mimi ni Yusuf the Brave na hii hapa ni Perfect Neighbor.